Neno letu la leo ni makundi alionayo Bwana. Makundi alionayo Bwana. Nataka tuyaone makundi matatu alionayo Bwana. Na ujiangalie kwenye kila kundi nitakalolitaja uko kwenye kundi gani. Itakuwa ni vizuri sana. Sio kusikia tu. Mungu anatutafuta. Kwa hiyo usikie uko kwenye kundi gani. Haya makundi yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa 14c. 14c. Neno la Mungu linasema 17:14c. Linasema hivi: na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Maneno matatu hayo. Nataka kwa wakati naongea na wewe utakuwa unaona uko kwenye kundi gani. Usije tukakuacha. Na unaweza kuyaona kana kwamba yote yako pamoja. Wote hao watu wanaenda mbinguni. Lakini ndani yake kuna watu hawaendi. Tumeona neno la Mungu linasema na hao walio pamoja naye ndio walioitwa. La pili, kundi lingine wateule. Ya tatu, waaminifu. Makundi matatu. Wale walioitwa, hawa wanatoka wapi? Walioitwa hawa wametoka kwenye Injili. Injili ilipohubiriwa wakaja. Hawa walioitwa ni wale walioalikwa. Unaweza kumwalika mtu jirani akaenda kanisani. Hawa walioitwa ni wale waliokuja kuombewa wakapona, wakakaa. Kwa hiyo wao wameitwa kupitia hivyo. Na watu wengine hawa wengine wameshuhudiwa wakaja. Kwa hiyo walioitwa ni wengi, wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kanisani. Je, hawa walioitwa wataenda mbinguni? Hawa walioitwa, walio wengi hawasikilizi neno la Mungu. Hawa walioitwa, kuna wachache wanasikiliza neno la Mungu, na neno la Mungu linawabadilisha hawa wachache. Wanaanza kumuona Mungu, wanaanza kusema mimi nilikuwa muhuni, uhuni nimeuacha. Kwa sababu gani? Ameingia kwenye zizi la Mungu. Maana bila kumuita hawezi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuitwa, ni kukaribishwa, ni kualikwa, ni kufika ibadani. Sasa wengine wanapofika ibadani wanakuwa na michezo yao, yaani hawalifuati neno la Mungu. Na hao watu hawabadiliki, wanakuwepo kanisani lakini hawabadiliki. Kama ni uongo wanaendelea kuwa na uongo, kama ni kutafuta mambo. Maana Biblia inasema aliye na upendo wa Mungu hautafuti. Kwa hiyo huyu mtu anatafuta
mitume kwamba endelee kumfungua, maana bado amefungwa sanda, leso, lakini ametoka kaburi. Kwa hiyo huyu mtu amepona, naomba muendelee kumfungua. Maana yake ni hivi, ukiwa umekuja kanisani, Bwana anayo kazi moja ya kukufungua, ya kukuondolea desturi za zamani, ya kukuondolea desturi za nyumbani, laana za nyumbani, mambo yote ambayo unayapitia ambayo hayaenendi sawasawa na Mungu. Mungu anayo kazi moja ya kufanya uwe mwanafunzi wake. Kwa hiyo ninaomba sana tujue hiyo. Mimi namshukuru Mungu ambao tumefika wote hapa, Mungu ametuita. Kwa hiyo anayo kazi moja Mungu. Hawa walioitwa kama hawajalisikiliza neno la Mungu, kama hawajakaa vizuri na neno la Mungu, wataendelea kupotea wakiwa humo ndani, wataendelea kuwa wabaya wakiwa humo ndani, wataendelea kumuona Mungu ni kama mzigo, maana na watwika, maana hawajaamua kuokoka. Lakini wote ambao wameamua kuokoka, wanaomsikiliza Mungu, wanampenda Mungu, wanaona Mungu amewapumzisha na mizigo. Sasa tunaenda kuwaona hawa watu ambao walikuwa wameitwa, lakini walipofika kwa Mungu wakakutana na shida. Ukifika kwa Yesu hakuna tambarare, utakutana na shida. Lakini shida hizo sio kama zile. Hiyo shida ukimsikiliza Mungu, yeye anaziondoa haraka, taratibu anaondoa. Kwa hiyo kuna watu walioitwa lakini wamerudi nyuma. Kuna watu walioitwa wako kwa kanisani bado wanaangalia, hawaelewi. Na unaanza kumuona Mungu akifungua mambo mengi kwako, lakini watu wameshindwa kuelewa. Kwa hiyo huyo pastor kaniambia wameisha watu, wamekimbia kwa sababu ya ujenzi. Hebu tusome katika kitabu cha Waamuzi sasa. Waamuzi sura ile ya 7. Na maneno machache sana leo, alafu tunamaliza. Lakini maneno mengi yako hapa kwa walioitwa. Kwa wateule na waaminifu hakuna maneno mengi. Lakini kwa wateule hapa, maana Mungu mpaka sasa hivi anawatafuta hawa watu. 7 neno la Mungu linasema mstari wa 2. Bwana akamwambia Gideoni, watu hawa walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Basi sasa enda tangaza habari masikioni mwa watu hawa. Sikilize Mungu, hawa wote wameitwa, ni wengi. Sasa Mungu anaanza kuzungumza maneno, maana wanavita mbele na Wamidiani. Anasema wasije wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Naona na wanaweza kujivuna kweli. Mtu mwingine anafanya kazi, anapata hela, lakini bado anajisifu. Anasema ni elimu yangu, ni ujuzi nilionao. Hajui kama ni Mungu. Katika kitabu cha Ayubu, huyu alikuwa ameitwa. Ndio alipokutana na shida akaona hapana. Ayubu sura ya 2 mstari wa 7 na 8. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu na majibu mabaya, tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae cha kujivunia akavuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Naona alikuwa kwenye kundi la kuitwa, aliyeitwa akikutana na shida kidogo tu. Anamwambia washikamana na utimilifu wako. Umkufuru Mungu ukafe. Ni Mungu gani unamtumikia? Ni Mungu gani akupe pesa? Kumbe Mungu anakuangalia tu. Mungu yupo tu, anakusikiliza. Kwa hiyo mke wa Ayubu, yeye alikuwa kwenye kundi la kuitwa.
shida kidogo. Hebu mwangalie ni huyo Ayubu aliyozungumza. Yeye hakuwa kwenye kundi la, alikuwa ameshafika kwenye kundi la kuitwa. Lakini yeye akamwambia Ayubu, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake alinena. Je, tupate mema mkononi Mungu nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu fanya maana yeye alishakuwa mteule na akatoka kwenye uteule akawa mwaminifu. Kwa hiyo hawa ndio wanaokwaza kabisa. Hawa ndio yani hawabadiliki. Na mimi nashangaa kuanzia Januari mpaka Disemba usipobadilika, ninajiuliza sana na naleta neno kutoka wapi? Neno lako Mungu, mbona liwabadilishi hao? Wako wachache. Biblia inasema walioitwa ni wengi, wateule ni wachache. Kwa hiyo watu hawa ndio watakaoshangaa, kwa nini Mungu, mimi silikuwa naomba, mimi silikuwa nahubiri, mimi silikuwa naombea wagonjwa, wewe uliitwa na Mungu hataki kuidhalilisha kazi yake. Kwa hiyo wewe utakuwepo, lakini wateule ni wachache. Watu wanaosikiliza neno la Mungu, watu wanaomtumikia Mungu, wameshaona tulitumika huko. Si tulitumika huko, tulitumika kwa mambo mengi sana huko duniani. Kwenye uteule nivuke, niwe kwenye uaminifu. Niwe kwenye uaminifu, nitakula mema ya nchi. Hebu imba wimbo wa kuabudu, tuweze kuomba.